Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 12. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ya kwamba ni tarehe za mwisho kabisa kwenda kuanza mwaka mpya wa mwaka 2026. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametupigania, ametusaidia mambo mbalimbali na mengi ambayo Mungu katuvusha. Yako maeneo ambayo hatukuweza, kwa namna hiyo. Kwa na leo tupo kumshukuru Mungu, lakini pia kuomba rehema pale ambapo pengine kuna mambo ambayo tuliyafanya vizuri, na kutaka tena wakati wa mwaka mwingine tunapoendea Mungu aweze kutusaidia tunafanya ridi katika wakati ujao, ndio maana yake. Kwa hiyo mpendwa, ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Tunamshukuru katika hayo, kuungana nasi katika siku ya leo kumshukuru Mungu kwa kutuvusha katika mwaka, lakini kwa kuendea mwaka mwingine. Amen. Amen. Ni kweli tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa sababu kwanza katika kitabu cha Zaburi sura ya 105 mstari wa kwanza anasema mshukuruni Bwana, litieni jina lake. Lakini pia Zaburi 106:1 anasema haleluya, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hiyo hatutakiwi tu ni watu tu ambao tunasherekea bila sababu. Kwanza ninaweza kukuuliza swali, unasherekea kweli ni mwaka mpya, unasherekea kwa ajili ya nini? Naam, aliyekupa mwaka ni Mungu. Kwa hiyo acha tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye aliyeifanya siku hii tumefika hata leo, lakini hata mwaka unaokuja yeye ndiye atakayetuingiza. Unaweza kusherekea, lakini kama Mungu asipokuwa na wewe pia katika mwaka unaokuja, unaweza ukafa tu, umemaliza kusherekea ukafa. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye ametupa siku hii ya leo, lakini pia ndiye atakayetusaidia katika mwaka ujao. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu fadhili zake ni za milele, lakini pia zaidi ya yote tumsi Mungu aturehemu, tutubu dhambi zetu, atusamee makosa yetu yote na atupe neema ya kuishi katika njia zake, kwa sababu miaka inapoongezeka kama haumjui Mungu na kama uishi katika mapenzi ya Mungu inakuwa ni bure tu. Kwa hiyo sasa tumuishie Mungu, tutengeneze maisha yetu na Mungu ili kwamba miaka yetu yote itakayokuwepo katika siku za duniani iwe ya faida kwa ajili ya ufalme wa Mungu na watu wa Mungu. Kwa hiyo tumrudie Mungu. Kadri siku zinavyozidi kwenda, naomba pia utambue kwamba siku zako za kufa zinakaribia. Amen. Kwa kuwa siku zako za kufa zinakaribia, kwa hiyo mrudie Mungu mapema ili kwamba katika siku yako ya kufa itakapofika, Mungu awe pamoja nawe milele katika raha yake Sayuni. Tukutane. Amen. Amen. Neno la mwisho. Tafadhali usitumie siku ya sherehe ya mwaka mpya katika maovu. Maana kuna watu wengine wanapanga kwenda kufanya maovu, kufanya uasherati, uzinzi. Naweza nikakuuliza swali hili ya kwamba je, ni kwa sababu Mungu kakusaidia kuendea mwaka mwingine ndio maana unaenda kufanya maovu kama hayo, uasherati na ulevi? Je, ni kweli katika hilo? Je, unamlipa Mungu hayo? Je, hiyo ndio shukrani? Yaani unamshukuru Mungu kwamba asante Mungu kunivusha mwaka, acha nikafanye uzinzi, nikafanye uasherati, nikalewe, nikakeshe baa? Hapana. Tafadhali tumia siku ya leo kwenda kukesha kanisani. Na kwenda kukesha kanisani sio tu kwenda ili mradi kwenda, hapana. Unaenda kufanya nini? Ajenda ya kwanza, tunaenda kumshukuru Mungu kwa kutuvusha, kwa kututoa katika safari ya mwaka mzima, yani kutuongoza katika safari ya mwaka mzima, na tunauendea mwaka mwingine. Kwa hiyo ndio maana tunaenda kanisani kumshukuru Mungu, wala sio kwenda kwenye starehe. Hapana. Amen. Amen. Mungu barikiwe. Amen.